apewe sifa. Mungu wa mbinguni akawatende mema. Na Mungu wa mbinguni akawabariki kwa baraka zake. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Na useme amen. You may be seated in that for a while. And may God bless you. May God bless you kwa ajili ya asubuhi ya leo. Kwa ajili ya mchana mwema wa leo. Haleluya. Ni siku Bwana ameifanya, siku Bwana ameichagua, na ni siku Bwana ameitakasa na akatupa nafasi kuwa katika nyumba lake. Haleluya. Akiwa na kusudi na lengo moja, tukapate kumtumikia katika madhabahu yake kwa roho na kweli. Haleluya. Hiyo ndio ile kazi Mungu alipa mwanadamu alipomuumba na akamweka katika bustani ya Edeni. Ilikuwa mwanadamu akamtumikie Bwana, mwanadamu akamwabudu Bwana, mwanadamu akamtukuze Bwana siku zote za maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo na useme amen. Na useme amen. Kwa hivyo karibuni sana katika nyumba lake Mwenyezi Mungu, ukaweza kujihisi mahali panapostahili kwa wakati unaostahili katika jina la Yesu Kristo. Upweke utoke, uovu utoke, hofu ya kila aina, wasiwasi ikapate kuondokea, na ukapate kuwa umestarehe katika nyumba lake Mwenyezi Mungu, kiwa roho yako iko tayari kupokea. Haleluya. Uliza mwenzako kama ako tayari kupokea. Anasema aje? Ako tayari kupokea. Haleluya. Ataenda kutoka akiwa loaded. Amen. Mwambie utaenda kutoka ukiwa loaded. Utaenda kutoka ukiwa loaded. Kwa jina la Yesu Kristo. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Na useme amen. Tumeambiwa ukawa Yesu akienda kule sehemu za Jericho ili akaweze kupeleka habari njema kwa wale wakaaji wa Jericho. Haleluya. Maana Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa akitembea kule na kule akipeleka habari njema, akitangaza ufalme wa Mungu Baba yake. Haleluya. Akaenda akitangaza kule na kule, akaenda akihubiri habari njema. Haleluya. Alikuwa anaenda akiwafungua wale wamefungwa. Alikuwa anatembea akiponya wale walikuwa na magonjwa, wale walikuwa ongeza kidogo, wale walikuwa wamefinyiliwa na dunia, wale walikuwa wanafinyiliwa na mambo ya dunia, ongeza tena, wale walikuwa wanasurutishwa wasije wakatabiri, wasije wakahubiri habari njema ambazo ni habari njema za Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Maana hii ile kazi kubwa Mungu ametuitia, tukapate kunena, tukapate kutangaza, tukapate kuhubiri, tukapate kuachilia ule uwepo katika anga, ili anga kapate kutangaza ya kwamba ufalme wa Bwana ndio ufalme unaostahili kutawala. Haleluya. Sasa Yesu akawa akiingia kule Jericho. Maana inasema katika ule mji kulikuwa na mtu mmoja alikuwa ni mtoza ushuru, alikuwa ni mtu tajiri, alikuwa na mali ya dunia, alikuwa na kila kitu katika ulimwengu, lakini bado hakuwa amepokea Yesu. Bwana Yesu apesi. Hakuwa ameshapokea wokovu. Licha ya kwamba pale alikuwa na mali zote, alikuwa na fedha, alikuwa na tajiri, lakini bado hakuwa ameshapokea Yesu katika maishani mwake. Bwana Yesu apesi. Tukaambiwa siku ya Thursday kule Mfuti, watu walipelekwa habari njema kule Samaria na Filipi, wakaokoka. Walipookoka wakabatizwa, lakini baada ya kubatizwa wakatumana kule Yerusalemu ili wakaletewa Petro na Yohana, wakapata mikono juu yao, wakapokea Roho Mtakatifu ili akapata kuwasaidia. Haleluya. Walipoanza kusaidiwa Roho Mtakatifu, wakaanza kupokea vipawa, wakapokea karama za Roho Mtakatifu, wakaenda kitabiri, wakaenda kieneza habari njema, wakaenda wakifungua watu, na watu wa Samaria wakafunguliwa mpaka wachawi wakaanza kukiliana kwamba Yesu Kristo ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha ya watakatifu wa Bwana. Haleluya. Sasa Zakayo alikuwa amekosa Yesu katika maishani mwake, isipokuwa pale alikuwa na utajiri, alikuwa na pesa, alikuwa na kila kitu alikuwa anahitaji. Vile unaweza kuwa na masomo, uko na kazi nzuri, ukapata kuwa na ndoa nzuri, ukapata kuwa na utajiri, lakini ukikosa Yesu kwa maisha yako, haya yote ni kazi ya bure. Haleluya. Zakayo akaona mahali pale haimufai, maana anasikia amepungukiwa, anasikia kuna kitu amekosa katika maishani mwake.
Maandiko inasema alikuwa ni pupupi wa kimo chake. Haleluya. Alikuwa ni kapupi tu mahali pale. Naye Yesu alikuwa anatembea akiwa na umati wa watu. Alikuwa anazungukwa na watu wengi. Wengi walikuwa anatembea na wao wakimsikiliza na kusikiliza habari njema. Wale walikuwa wameponya watu wao, wale walikuwa wamewafungulia watoto, wale wenye alikuwa amewafufua, walikuwa na muandama wakitumika moja na yeye. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatembea na umati mkubwa wa watu katika ile njia. Sasa Zakayo akatamani akaone Yesu, lakini alikuwa ni mtu mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kuna watu wengi wamepunguzwa na dhambi. Dhambi zinawazuia, wanaona haya kwenda kutafuta Yesu. Wanasikia Yesu anaitana, lakini anapojiangalia anakumbuka ile dhambi alifanya jana. Anakumbuka vile alifanya sherati, anakumbuka vile alifanya masengenyo, anakumbuka vile alikuwa na hali ya kuibia watu. Sasa ile jambo inampunguza, inamzuia asifikie mahali Yesu wako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatafuta watu kama wale, anatafuta wametenda dhambi. Yesu anahitaji malaya, Yesu anahitaji walevi, Yesu anahitaji wanasikia wamefika mwisho, wenye wamekosa matumaini. Lakini Zakayo akawa akijihukumu, hawezi kufikia Yesu, manake ni mtoza ushuru. Alikuwa ameimbia watu mali zao, alikuwa amenyang'anya watu mali zao, alikuwa amenyang'anya wanaume wake wao, manake alikuwa anatumia ule uwezo wa kifalme wenye ulikuwa umeweka juu yake. Kwa hivyo akawa na haya akienda kumtazama Yesu ama kumpokea Yesu mahali pale. Lakini alipokata kauli akasema, nitaenda nione ni mtu namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Na Bible says katika ile njia alikuwa Yesu anapitia kwa na kuyo ilikuwa miti mirefu. Zakayo akaenda akaona, ukiwa juu ile mti utaona watu wakiwa chini. Sasa akasema, nikipanda juu nitakuwa na uwezo wa kuona Yesu akipita akiwa katikati ya umati wa watu. Haleluya. Akakimbia akapanda juu ya mti na haone Yesu akipita. Neno likatuambia katika Yeremia, Yesu akaambia, Mungu akaambia Yeremia, kabla ukue katika tumbo la mama yako nilikujua, nilikuita na nikakufanya kuwa nabii. Tangu ukue katika tumbo la mama yako Mungu alikujua na anakujua vizuri na anajua maisha yako yote mpaka mwisho wa dahali. Mungu alikuwa anajua siku ya leo utakuwa katika nyumba lake Mwenyezi Mungu, utakuwa umevaa hiyo nguo na utakalia kiketi umekalia mahali pale. It was in the plans of our Lord Jesus Christ. Maana anasema kwa Yeremia, ninao mawazo mema, ninao waza watu wangu, ili nikapate kuwapa tumaini siku zao za usoni. Hallelujah. So God knows the life of everybody. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua maisha ya kila mtu vile alivyo. Mungu anajua chenye amekuwekea katika maisha yako. Anajua chenye amekuandalia katika nyumba lako. Anajua chenye amekuandalia katika huduma lako. Yote yako mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Yesu alikuwa anajua akiingia Yeriko kutakuwa na mtoza ushuru mwenye atakuwa ni mpupi, atakuwa na dhambi na ataenda kupanda njia mkuyo ili akapata kuniona. Haleluya. Yesu akaongoza mkutano, akatembea na ule mkutano. Alipofika chini ya mkuyo, mkutano ukasimamishwa. Haleluya. Ile safari ikasimamishwa. Yesu akasema, atupiti hapa. Kuna mmoja wa nyumba la Yakobo, kuna kondoo mmoja katika nyumba la Yakobo ilikuwa imepotea na inastahili kapate kutafutwa ili kapate kulengeshwa katika zizi ya baba yake. Mkutano ukasimama. Watu wakashinda Yesu, kwa nini mkutano amesimama? Wakadhani amechoka. Wakadhani maybe ameona atadi kule Yeriko. Sasa hataki kuingia kule Yeriko. Lakini aliposimama akatazama juu kwa mkoyo, akaona Zakayo. Kaambia Zakayo, shuka upesi. Maana anipasa siku ya leo pamoja na wewe katika nyumba lako. Na useme Bwana Yesu asikie na tena. Bwana Yesu asikie na tena. Zakayo aliposikia hivyo maneno yanasema akashuka akiwa na furaha. Akashuka akiwa na ujasiri mahali pale. Haleluya. Maana yake amepokea nafasi, amepata kibali cha kuunganika na Yesu Kristo. Haleluya. Na zaidi ya yote amepata nafasi
ya kuunganisha Yesu na nyumba lake na baba yake na watu wake. Maana yake amemwambia, leo imenipasa kula meza moja pamoja na wewe. Haleluya. Wale makutano waliposikia haya, maandiko ikasema wakanungunika, wakasema imekuwa namna gani Yesu Kristo aingie kwa nyumba za watoza ushuru, aingie kwa nyumba ya mwenye dhambi, aingie kwa nyumba ya washerati, aingie kwa nyumba ya uimbaji mahali pale. Kumekuwa namna gani? Wakawa wakinungunika mahali pale. Lakini haikuzuia Zakayo asije akapokea wokovu wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapokata kauli ya kutafuta Yesu ama kukubali Yesu akawa mwokozi wako, kuna watu watakuinukia. Kuna sauti zitainuka zikuongelelee. Haleluya. Watu watakugejeli, watu watakudhalalisha, watakuona mahali pale ufai, wakikumbuka zile dhambi ulikuwa unawafanyia, wakikumbuka ile tabia ulikuwa unaenda katika watu kule nje. Haleluya. Watakudhalalisha, waulize kumekwaje mtu mwenye alikuwa anaua ndoa za watu sasa anasema Bwana Yesu apewe sifa. Mtu mwenye alikuwa anaimbia watu anasema Bwana Yesu apewe sifa. Yule mtu mahali pale alikuwa ni mlevi wa kupindukia, kumekuwaje sasa kuna ushuhuda wa kusema Bwana Yesu apewe sifa? Watasema wanajifanya, watakunong'onezea mahali pale, wakuchukie pale, wakauliza Yesu kumekuwa namna gani? Yesu akawangeukia akamwambia, hata huyu ni mmoja wa nyumba la Ibrahimu. Haleluya. Ni mwana katika nyumba la Ibrahimu, na inampasa kupokea vile wale wengine wanapokea katika nyumba la baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Akawanyamazisha, wakanyamaza, na akaongoza mkutano, akaingia katika nyumba la yule alikuwa anaitwa Zakayo. Wakaja wamama wakinungunika, alinipora, alinitoza ushuru kwa kibanda ya mboga kupindukia kuliko vile ushuru ulikuwa unatolewa. Zakayo akasimama akawanyamazisha akiwa na ujasiri, maana Yesu alikuwa ameshaingia ndani ya roho yake. Yesu akiingia ndani yako unapokea ujasiri, na hizo takataka zinaondoka zote, hizo dhambi zinaondoka zote, hizo hukumu walikuwa na hukumu nazo zinaondoka zote, na Yesu anachukua nafasi ya kutawala katika roho wako. Haleluya. Kwa hiyo ukisikia sauti ya Yesu inaitana, wacha kuhukumu maisha yako, wacha kuhukumu roho yako, wacha kusema umefanya usharati sana. Mwambie Yesu, niko hapa. Njoo. Nimeshafungua mlango. Yesu ataingia ndani. Haleluya. Anasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana 3:20, niko mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na afungue mlango, and identify ni mtu aina gani. Amesema mtu yeyote atakayesikia sauti ya Jehova. Hajasema wale watakatifu, hajasema wale katika nyumba la Mungu. Amesema atakayesikia sauti yake na afungue yale malango, yeye ataingia ndani na atakula pamoja na yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. It doesn't matter the sins you have done. It doesn't matter uko na masomo ama una masomo. Ungekuwa umeshasoma hiyo neno. Haleluya. It doesn't matter umeenda shule au hujaenda shule. It doesn't matter people they recognize you or they don't recognize you. What Jesus needs, he needs only your heart. Mungu anahitaji roho yako tu peke yake. Tazama nasimama mlangoni. Tazama nasimama mlangoni. Nabisha. Nabisha. Mtu akisikia sauti yangu. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye. Nami nitakula pamoja na yeye. Just imagine Yesu anakula na malaya. Yesu anakuja na wezi. Yesu anakula na walevi. Yesu anakula na wanyang'anyi. Yesu anakula na wauaji. Wale watu wamefanya dhambi mbaya ambazo haziwezi tajwa mbele za watu. Haleluya. Akasema nitakula pamoja na yeye. Haleluya. Nitakaa ndani yake na ndani yake nitatembea pamoja na yeye. Amen. Haleluya. When you open your heart, Jesus comes inside. Na Yesu akiingia ndani yako, mambo inabadilika. Na ndiposa akasema katika Korintho wa pili 5:17, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Yale ya kale yameondoka.
na Mungu anaweka mapya ndani yake. Haleluya! When you receive Jesus Christ, anaondoa hizo takataka zote, anapangia maisha yako, anapangia roho yako, anapangia moyo wako, na anaanza kuweka vitu vipya ndani ya moyo wako. Anaanza kuweka amani katika moyo wako, anaanza kuweka furaha ndani ya moyo wako, anaanza kuweka utajiri katika moyo wako, anaanza kuweka ushindi katika moyo wako, anaanza kuweka roho ya kufaulu na kufanikiwa, anaanza kuweka roho na uzima ndani yako, na maisha ile mtu inaanza kubadilika, inaanza kuwa ni maisha ya kuvutia watu wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Anaanza kuwa ni mtu mwingine, alikuwa mahali pale ananyang'anya watu, anatembea sasa akihubiri habari njema, anatembea sasa akitabiria watu, anatembea sasa akishuhudia Yesu Kristo, yale matendo anatenda kwake katika jina la Yesu Kristo. Leo unapofungua moyo wako, unaposikia sauti, Yesu ataingia ndani yako, na wakati Yesu ataingia ndani yako, hayo magonjwa yataanza kuondoka, hiyo laana itaondoka, hiyo dhambi itaondoka, hiyo roho ya kifo itaondoka. Yesu anaanza kuweka uzima ili ukapate kutawala katika maisha mwako. Amen. Haleluya. Amen. Umekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa. Tazama yamekuwa ni mapya. Haleluya. Ambia mwenzako usijalishe vile ulikuwa jana. Yesu akiingia leo, ya jana imesaulika, ya kale imesaulika, ya juzi imesaulika, na unaanza kuona mapya katika maisha yako. Haleluya. Watu walikuwa na hukumu Zakayo, lakini Yesu akamalizia na kuambia Zakayo, leo wokovu umeingia kwa nyumba yako. Haleluya. That is what you need in your life. Hauhitaji maneno ya watu vile wanakuonanga. Unahitaji neno moja tu, wokovu wa Bwana uingie kwa nyumba yako. Haleluya. When the salvation of our Lord Jesus Christ, unapata nafasi katika nyumba lako, your house will change automatically. Haleluya. Hautaona walevi kwa nyumba yako tena, hautaona malaya, hautaona makahaba, maanake nyumba lako ni Yesu Kristo ataanza kutawala. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Will start kutawala nyumba lako. Ukimwambia Yesu, niko hapa choo, ufungue mlango, ataingia kwako. Yesu leo anabisha, anatafuta mahali pa kuingia, anatafuta mahali pa kukaa. Kuna dhambi zimekusonga, kuna watu wamekusonga, maybe ulikuwa mchawi ukaenda kwa mganga, hiyo hange na kuzuia na kuhukumu. Unasikia pale kuna umati, hiyo ni umati ile ilikuwa inazungumza na Zakayo. Yesu alikuwa na umati unamzunguka, na ndio wakati wa yule kipofu Bartimayo anaitana Yesu, Yesu mwana wa Daudi. Yule umati unamwambia, "Masha, wacha kusumbua mwalimu." Haleluya. Vitu zinakuzuia tu, zinakufanya usimuone Mungu. Lakini kwa bidii ya Bartimayo, Yesu akasimamisha mkutano, akasema muite. Wakamwambia, mwalimu anakuita, jipe moyo. Bartimayo akainuka, akaacha pasi yake, akaruka, akaenda kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Don't mind of your education. Don't mind of your family background. Pale umezaliwa. Ukisikia sauti, inuka, enda kwa Yesu. Yesu anakungojea. Yesu anakuhitaji. Yesu akiingia ndani yako tu, hiyo sauti hiyo huko ulikuwa unaimba magonjwa, hautaimba tena. Utaanza kuimba Yesu anaokoa. Haleluya. Katika Yohana 4 kuna huyu mama alikuwa ni malaya, msherati. Akaenda pale kisimani akapata Yesu, alikuwa anaenda kuchota maji. Yesu akaanza kumhubiria mama malaya. Wanafunzi wake walikuwa wameenda sokoni kutafuta chakula, maana walikuwa ni walavi, hawangekapenda kukula. Yesu akiwa pale, ile mama akasiwa mtungi wake, akaja kuchota maji. Yesu akamwambia mama, kubali Yesu Kristo akuokoe. Kubali Yesu Kristo akuokoe. Mama akamwambia Yesu, kumekuwaje Wayahudi na Samaria wakapata kutengana? Hao kwa mahali pale wanaingiana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama akamwambia Yesu, sio
mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyechimba hiki kisima na kutuachia. Tunanyesha ng'ombe zetu hapa, tunatumia ya maji kufua nguo. Na baba yetu alituacha tuabudu kule milimani. Nani Wayahudi mnaabudu kule Yerusalemu kwa masinagogi, kwa misikiti. Yesu akamwambia yule mama, sikiza mama, nikwambie, saa yaja na saa ndio hii ambapo waabudu wa kweli watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Maana yake Mungu ni roho, na anatafuta wale wanaomwabudu wamwabudu katika roho na katika kweli. Si katika masomo. Haleluya. Demu zako wokovu hauhitaji masomo. Wokovu unahitaji pesa zako. Unahitaji roho yako. Vile unaitengeneza. Haleluya. Hakuna mahali utaenda shule ndio uokoke. Wokovu unahitaji tu usikie neno. Ukishasikia neno amini. Ukishaamini kile kinywa chako, wewe tuongoza katika toba. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Mimi ni mwenye dhambi. Nimetenda dhambi. Naomba ukanisamehe. Naomba ukanitakase. Ondoa majina yangu kwa kitabu cha hukumu na kifo. Andika majina yangu kwa kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia siku ya leo nimeamini na nimeokoka. Ukishaakili hivyo, wokovu umeingia ndani yako. Hiyo dhambi inaondoka. Inashaondoka. Haleluya. Na Yesu anaanza kutembea na wewe. Sasa akaambia huyo mama, unahitaji roho yako ikeuswe. Hauhitaji haya maji yanaisha. Unahitaji maji mengine, yani ni maji uzima. Ukihanywa haitakauka ndani yako na haitaisha ndani yako. Fedha zinaishanga, utajiri unaisha, lakini wokovu ukiingia ndani yako hakuna siku utaisha. So long as unatembea katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndile kitu Zakayo alitambua, hizi pesa zitaisha. Hii kazi atazeeka au zienda kazi. What will sustain him? Akaona akimbia kwa Yesu. Yohana 4 kuanzia mstari wa 7. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Nipe maji ninywe. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Maana wanafunzi wake walienda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akasema, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Nami ni mwanamke Msamaria. Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu, amekosa kutumia lugha safi, amwambie Yesu, mimi ni msharati na wewe ni mtakatifu. Sasa utakatifu na dhambi wanga sitangamani, wanga siingiani. Utakatifu ukiingia, dhambi nao. Sasa mama ameambia Yesu, mimi ni msharati na wewe ni mtakatifu. Kumekuwaje siku ya leo tukunywe maji kwa kisima kimoja? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akamwambia nini? Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, kama ungalijua karama ya utakatifu, naye ni nani akuambia? Naye ni nani anayekuagiza maji? Nipe maji nini? Nipe maji nini? Ungalimwomba yeye. Naye angalikupa maji yaliyo hai. Naye angalikupa wewe maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, yule mama akamwambia Yesu, Bwana, una kitu cha kuteka maji. Na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Wewe u mkubwa kuliko baba yetu. Yakobo. Aliyetupa kisima hiki. Naye mwenyewe akanywa maji haya. Wanawe pia na wanyama wake. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Kila anayekunywa maji haya hataona kiu tena. Walakini yote atakayekunywa maji yale ya Yesu hataona kiu tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama akamwambia, nipe yale maji. Yesu akamwambia, nenda kijijini ukamwite mume wako, ukuje na yeye. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo. Ndio. Nisione kiu. Wala nisije hapa kuteka. Ndio. Yesu akamwambia, nenda kamwite mume. Nenda ukamwite mume. Mama akapumba tenlele. Akasema, je, nitanganye? Maanake hata nimeona Yesu ni mrembo na asangukia Yesu. Yule mwanamke akajibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa na ibilisi ndani yako inakuanga hivi. Inakuanga hivyo.
Sasa akaona Yesu ni mrefu na ni smart, ni handsome. Ni handsome mle handsome. Sasa alikuwa pale naye anapiga mahesabu vile atampa mistari amuingize kwa box. Naye Yesu akamtangulia, nenda zako kamuite mume wako. Mama akamwambia, mimi sina mume. Yule mwanamke akajibu akasema sina mume. Mimi sina mume. Yesu akamwambia umesema vema, sina mume. Kwa maana umekuwa na wanaume 5. Naye uliye naye sasa si mume wako. Hata hapo umesema kweli. Sasa akamjangana. Haleluya. Ndio alikuwa ameshapigia Yesu mahesabu. Leo nimeangukia. Yesu akamwambia hata mwenye uko naye saa hii si mume wako. Mwanamke akasema umesema kweli. Ikabidi akaacha mtungi pale kisimani, akarudi Samaria, akapeleka habari njema. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasao kuabudu. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msije ukijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa hivyo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, na hao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo. Haya atakapokuja yeye atafunulia mambo yote. Sasa mama akakiri, najua kunaye Masihi atakuja, Yesu Kristo mwenye atatufunulia mambo yetu yote. Sasa ameanza kukiri. Ukianza kukiri, wokovu unaanza kuingia ndani yako. Unaanza kuingia ndani yako. Now salvation ikaanza kuingia ndani ya yule mama malaya. Yesu akamwambia nini? Yesu akamwambia, mimi ninayasema nawe. Ndiye. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake. Mara hiyo roka wanafunzi wake walabi tu. Wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamume. Wewe roka kwa wanafunzi. Enda hapo chini mstari. Basi. Ulikuwa unafika ngapi? Niko 28. Enda anzia hapo 32. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake Mwenyezi Mungu aliyenipeleka. Kaimalize kazi yake. Amsemi ninyi, bado miezi 4 ndipo yaja mavuno. Tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu muyatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Kwa maana hapo neno hilo ukuwa kweli, mmoja upanda akavuna mwingine. Mimi naliwatuma myavune yale msiyoyatabikia. Wengine walitaabika, na wengine mmeingia katika taabu yao. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale wa Samaria walipomwendea waliruka wewe ukienda kwa chini. Haleluya. Amen. Ruka kule ulikuwa na friend yetu ulikuwa ameruka kwa nia yako. Mstari atakiti. Basi yule mwanamke akauchukua mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, "Njoni mtazame." Soma kisongo vizuri. Basi mama akawacha. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, kaenda zake mjini, akawaambia watu, "Njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Je, emkini huyu kuwa ndiye Kristo?" Kisha mahali pale Yesu akiingia ndani yako, hiyo mitungi hizo takataka ndani yako wanga zinaondoka. Yesu alipoingia ndani ya mama, ikabidi ile mtungi awache na Yesu. Ukirudi Mathayo 10
11:28 inasema, njooni kwangu enyi mnaolemewa nanyi msumbuka na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Nitawapa nira yangu ambayo ni nyepesi. Yesu alikuwa anazungumzia kuhusu wokovu.